Habari za muda huu, leo tutaenda kujifunza jinsi ya kusend emails kwa kutumia Python na PHP mailer kwenye project yako. So, kitu cha kwanza utakachotakiwa kufanya, utatakiwa uwe na bundle, then umeinstall PHP na Python kwenye PC yako. Kwa hiyo kuinstall Python, utaenda kwenye website ya Python, utaingia kwenye website ya Python, then utashuka chini, utaingia kwenye downloads. Kwenye downloads hapa, utaklik latest, then utadownload Python. Okay. Kisha kwa umemaliza kudownload Python kwenye PHP, pia unaweza ukadownload PHP au ukadownload software inaitwa XAMPP. Then ukaingia kwenye website yao, ukaidownload software inaitwa XAMPP, ukainstall, then back hapo inakuwa tuko pamoja. After hapo inabidi pia uwe na Visual Studio Code kwenye PC yako, uingie, udownload, then uinstall kwenye PC yako. Baada ya kuinstall, utaingia kwenye github.com, then utaandika github.com/fortkid, then open. Kisha open, utaingia kwenye taskbar yako, utasearch Visual Studio Code kwa ajili ya kuandika code zetu, but kama una IDE nyingine kama PyCharm, Notepad, unaweza kutumia, si lazima utumie Visual Studio Code. Kwa hiyo nishafungua, nitaenda kwenye sehemu iliyoandikwa files juu, nita open folder, nitachagua kwenye desktop, kwa hiyo nitatengeneza folder ambalo kodi zangu zote za Python na PHP zitakaa humo. So nitafungua folder langu, nitaliita emails. Baada ya kuita emails, nitalichukua, nitaliselect. Kisha liselect, litafunguka kama hivi likiwa halina kitu upande wa kushoto. Nitakuja hapa juu sehemu ya kijumlisha, nitabonya new file, nitaliita app.py. Kisha liita app.py, nitarudi sasa kwenye browser yangu. Nikisharudi kwenye browser yangu, niko nyuma hapa. Nikiingia kwenye account ya GitHub Fortkit, upande wa repository hapa. Nikiingia kwenye repository utaona kuna repository ya kwanza inaitwa Python mailer. Kwa hiyo nitaifungua. Nikishaifungua nitakutana na file moja limeandikwa app.py. Kwa hiyo na yenyewe utalifungua. Utalifungua ile file mradi tu copy code ambazo zipo humu ndani. Then tutakuja kupaste sasa kwenye app.py ambayo tumeiweka kwenye PC yetu. Tukishai copy, tukipaste juu hapa utaandika send email. Kwa hiyo wewe unayetuma email utaandika hapa default@gmail.com. Hapa chini yake utaandika receiver. Kwa hiyo utaandika itclub 2425 @gmail.com. Name tumia email, ana email yake inaitwa itclub 2425@gmail.com. Sasa kwenye app password inabidi uende kwenye Gmail yako ukatengeneze password. Kwa hiyo nitaingia kwenye Gmail yangu hapa, nitakliki kwenye icon picha yangu hapa, nitaingia kwenye manage Google account, then nitaingia kwenye search. Inabidi usearch kitu kinaitwa app. Kisha search utakutana na hii menu inaitwa app password, utaifungua. Ukishafungua itakudai password, so utaingiza password yako. Ukishaingiza password yako utabonya next. Then ukishabonya next itafunguka kama hivi. Hapa watakuonesha app zako zote ambazo ulishatengeneza. So utaona kuna app yangu nilitengeneza inaitwa itclub, nitaifuta. Tutatengeneza app yetu inaitwa labda demo au itwa IM
Ford kama hivi, then nitabonyeza create. Kisha bonyeza create, watakupa password, utaicopy. Ukisha icopy, nitaenda kuhifadhi hapa kwenye notepad yangu hapa, then nitaicopy pia. Nitaenda sasa kuiweka kwenye code zangu hapa. Kwenye code zangu nitabananisha kama hivi, then subject tutaandika subject yoyote, ujumbe unaotaka mtu auone kule. Kwa hiyo nitaandika this is test email from me, then chini yake kuna ujumbe umeandika this is the test email. Unaweza kaandika tu hello Python. So mpaka hapo tutakuwa tumemaliza kwa upande wa Python. Itakuwa bado kurun sasa project yetu. So utakuja juu kwenye sehemu iliyoandikwa terminal, utafungua new terminal. Kisha funguka new terminal kama hivi, tupo kwenye emails, utaandika Python, alafu utaandika jina la file letu ili execute, utaandika app.py. So ukibonya enter, itajaribu kusend ile email. Kama itakuwa imemaliza, itaandika email sent successful, otherwise itaandika error imetokea. Kwa kama hamna shida, itaandika email sent successful. Sasa turudi sasa kwenye email ambayo tulikuwa tumetumia message ambayo ndio ya receiver. Tukiingia kwenye email ya receiver hapa, utaona kuna message mpya imetumwa kutoka kwa Midofort. Imeandikwa test email from me, hello Python. Sasa hivyo ndivyo jinsi ya kutuma email kwa kutumia Python. Sasa watu wa PHP inakuaje? Tunarudi hapa kwenye project yetu. Hapa chini utakuja kwenye GitHub kule, utarudi nyuma, utakutana na repository nyingine inaitwa phpMyla chini, ambayo imeandikwa send email via PHP. Utaifungua, utashuka chini kwenye readme, utacopy hii command iliyoandikwa composer require phpMyla. Make sure your computer umeinstall software inaitwa Composer. Composer ni package manager ya PHP inayorahisisha kuinstall package zote za PHP, ikiwemo package inayoitwa phpMyla. Kwa hiyo utaingia kwenye getcomposer.org hivyo, then utaingia sehemu iliyoandikwa download, utabonya hapa composer setup, download, itaanza kujidownload. Itataka uisave, kwa hiyo utabonya save, then itaingia kwenye PC yako, utainstall Composer mpaka mwisho. Kisha install, utarudi sasa kwenye GitHub, utacopy line composer require phpMyla, then utakuja sasa hapa kwenye hii terminal, utaipaste kama hivyo. Ukisha ipaste, utabonya enter. Upande wa kushoto utaona kuna vitu vitaanza kujitengeneza. So make sure unayo Composer. So itajaribu install package zote. Ikishamaliza itakwambia hapa chini, itatokea terminal, itakwambia ishamaliza. So file la Python naweza nikalifuta kwa sababu tumeshalitumia, isije likatuchanganya. Nitalifuta kama hivyo. Sasa naona ishamaliza, so tuta close. Kuna file imetokea inaitwa vendor, kuna file imetokea inaitwa composer. Hapa chini uta right click, utatengeneza new file, utaita index.php. Ukishaita index.php, utarudi kwenye GitHub. Hatuna haja ya kuandika sasa code from scratch, tunaweza tukacopy tu kirahisi ili kuokoa muda. Then nitacopy hizi code zote hapa. Kisha copy, nitarudi kwenye Visual Studio Code yangu, nitapaste hapa.
vile vile tutaenda kumodify sehemu gani? Kwenye your email. Nitaandika email yangu .com. Your password, sasa utaenda kuangalia password yako ile ulioicopy ya Gmail yako, utakuja kuipaste hapa chini. Utakuja kuipaste kama hivi. Then sehemu zingine utaacha kama zilivyo. Your email utarudia pia kucopy email yako, itakaa hapa. Sasa hapa ni jina sasa ambao nataka liwe displayed. Kwa hiyo mimi nitaandika I am Ford. Kwa hiyo message ikitumwa yule mtu ataona kuna mtu amesend ambaye anajiita I am Ford. Chini yake ni sehemu ya unachagua sasa jina ambalo jina la receiver sasa yule wa email. Kwa hiyo nitarudia kuandika club2425@gmail.com. Kwa hiyo huyu ndo nitakayemtumia email 2425, niandike tu kwa herufi ndogo, anaitwa client. Ujumbe wake nitaandika demo email using phpMailer. Body yake ni hiyo hapo. Kwa hiyo ukishamaliza mpaka hapo uta click terminal juu, utafungua new terminal. Kwa sababu situmii XAMPP, natumia PHP direct. So nitaandika PHP, nitaandika fungua server. Server yangu italani kwenye 127.0.0.1. Hii ni localhost. Then port italani kwenye port yoyote tu, ila mimi nitaandika 8888. Yeah. Nitabonya enter. Watasema umeanza development server. So nitaklik address ambayo amenipa. Then nitakuja kuipaste kwenye browser yangu. Nikiipaste tu nitabonya enter. So itaanza kutuma ile email. Kama itakuwa email imefika bila shaka, ita display hapa chini email sends. Unaona? Kwa hiyo inamaanisha email imemfikia mlengwa. So nitarudi huku kwenye inbox, utaona kuna email imetumwa kutoka IM40. Ameandika this is demo email using phpMailer. So hivyo ndivyo jinsi ya kutuma email kwa kutumia Python na PHP. So ni logic yako tu, ukiamua uiweke kwenye form, utengeneze form hapa chini. Then hiyo form ukiandika email ya mtu na ujumbe imtumie, sawa. Pia wanaruhusu HTML. Ukiona HTML is true, it means that hapa unaweza ukaandika HTML ndani ya message. So kule zitatokea kama ka website fulani. So ni wewe tu na logic zako ambazo utataka kutumia. So mpaka hapo tunakuwa tumemaliza. Next time tutajifunza kutumia framework zake na lugha zingine kama JavaScript kusend hizo email. Shukran.